Ndugu mpenzi mtazamaji wa Dungu Media na mfuatiliaji wa vipindi vyetu, leo ni siku nyingine tena tumekuja kuonana na mkulima au mtaalamu wa masuala ya kilimo cha ndizi. Tutakuja kuongea naye na tujue jinsi gani ndizi inahitaji mahitaji gani, inahitaji vitu gani, changamoto na faida gani ambazo anazipata kwa kupitia kilimo hiki cha ndizi. Tuonane naye atuelezee zaidi kiundani. Kwa majina unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Dionis Boniface Latunga Masawe. Niko Dodoma Ihumwa hapa katika kilimo cha migomba, ndio nahangaika nayo hapa. Kwa hiyo unavyoona shamba kama hili, shamba hili kwanza unatakiwa kwanza uliweke sawa katika kulima. Kisha lima, ujiandae kuchukua kupima mashimo ambayo utakayootesha migomba yako. Ukishalima mashinani, ukishapiga mashimo yako, unatafuta mbegu ya migomba. Na hakikisha umetafuta ile migomba mizuri ambayo inayotoa ndizi ya maana. Sio ile migomba, kuna migomba tofauti tofauti, kuna migomba mizuri, kuna migomba mibaya ambayo haiendani. Kwa hiyo hapa ukishatafuta migomba yako unaileta, unaenda unaleta mbolea. Unaandaa mbolea hapo, mbolea unaileta kwenye mashimo, unaiweka kwenye mashimo. Ukiweka kwenye mashimo unachanganya vile vile, unaichanganya na udongo. Unavyochanganya na udongo, unaleta mgomba wako. Unaleta mgomba wako, unatumbukiza kwenye shimo. Tumbukiza kwenye shimo, unaofunika. Na ule udongo hapo umeshachanganya. Ukiwa na uwezo kidogo wa kuweza kupata nguvu labda zaidi, unakuwa na ile mbolea kutandaza juu. Unatandaza kwenye migomba kote, kwa jinsi unavyootesha migomba yako, unatandaza mbolea upya moja kwa moja. Unamwagia maji kama Mungu amejalia mvua, unategemea ile mvua, unaendelea nayo kama kawaida. Hapo utakaa, utaendelea na kupalilia ile migomba, hakikisha majani sio kwamba tena imesongamana na ile migomba. Mara kwa mara unakuwa shambani kulicheki shamba linaendaje, kumegomba limeshambuliwa labda na wadudu au ni vipi. Hapo ndio utajua kwamba umeotesha migomba. Baada ya kuangalia kama kuna mgomba ambao umeleta dosari, unatakiwa ucheki kama ni mdudu ameingia chini, unatakiwa upate dawa ya kuweka kwenye mashimo yale, ili wale wadudu waweze kufa, wasiwe kwamba wanapekesha ile migomba. Hako wengine wanaotesha migomba hawajui kwamba kuna wadudu ambao wanapekesha migomba. Sasa hapo inabidi kwamba ujiandae kutafuta dawa hiyo, kunyunyuzia kwenye shamba lako kila shina. Hakikisha umenyunyuzia dawa ili wadudu wasiwe wanashambulia ile shina. Hivyo unaendelea na shamba lako lisiwe na majani. Hakikisha unapalilia mara kwa mara, majani yasiwe marefu, maana majani yakiwa tena marefu inakuwa kwamba inafyonza ile migomba, inaumiza migomba. Hapo shamba lako unakuwa unalipiga maji mara kwa mara. Mungu akijalia utaona matokeo yako uliofanya, kazi uliofanya umefanya nini, ndio utaelewa kwamba unafanya kazi gani. Kivingine ukishindwa hapo, shamba lako halitaenda. Kwa hiyo ndio tunashauriana hapa na tunaambiana, uhakikishe shamba lako umelithibiti mwenyewe. Kama ni mfanyakazi yuko shambani, uhakikishe unaenda na mfanyakazi, unamwelekeza kazi inavyoenda. Maana wengine unaajiri tu mfanyakazi, unamwambia nenda shambani. Ataenda shambani ndio atalima. Saa nyingine hajui kuna wadudu, hajui kuna nini. Hapo ndio unakuta pengine dosari imetokea, hutajua kama imetokea wapi. Ndio sababu niko huko shambani naangalia mwenyewe kucheki hali inaenda vipi ya shamba. Hapo katika uandaaji wa mbegu pale mnapo chimba mashimo ya kupandikiza. Je, ni wakati ambao unaanza kuweka mbegu au unaweka kwanza mmea, baada ya hapo ndo unakuja kuweka mbegu? Tukiwa hapa shambani jinsi zinavyoonekana hapa, kwanza kujiandaa kwako. Shamba limeshalimwa vizuri, limeshakaa vizuri. Sasa unaanza kutumia kitu futi kupima yale mashimo, kupima mashimo ambayo utakayochimba. Unajua shamba hili linaingia mashimo kiasi kadhaa, na unaenda kutafuta mbegu kiasi kadhaa ambayo itakayoingia katika mashimo yako uliopiga. Ndio hapo kujiandaa katika shamba lako. Ukishaleta migomba iko hapo, kila kitu, mbolea umeshachanganya iko hapo, wewe unakuja unaleta migomba unatumbukiza kwenye shimo,
funika na udongo vizuri. Hapo hapo kama una maji, una maji, kama kuna mvua unaacha hivyo hivyo kama kuna mvua. Kama hakuna mvua unamwagilia maji. Unatumia maji, kilimo cha umwagiliaji. Unamwagilia maji, migomba yako inabaki ikienda vizuri. Haina sababu. Na inachukua muda gani wakati pale umepanda? Inachukua muda gani kushika chini, yani kuwa sasa ndo hapa mgomba imara ambao unaweza kujitegemea wenyewe hata kama usipomwagia maji siku kadhaa, lakini unakuwa bado upo imara? Unachukua muda gani? Migomba kama hii ikiwa na takataka nyingi chini ya ardhi yako, jinsi ulivyoandaa migomba yako, ikiwa na takataka nyingi, unaweza kumwagilia maji baada ya wiki 2 unamwagilia maji. Na katika kushika na katika kujitegemea kwa mgomba inachukua miezi 3. Miezi 3 inaanza kutegemea moja kwa moja kabisa. Haina wasiwasi. Huku mwanzoni inachukua kitu kama mwezi. Hapa sasa mgomba unaendelea taratibu, sasa ndio mizizi yake ya chini, ile mizizi inaanza kutembea kutafuta mbolea. Inaanza kuchipua sasa, inaenda ikichipua. Baadaye ikimaliza miezi 3, hapo imejitegemea moja kwa moja. Huhangaiki tena sana. Hapo na mwaga maji. Baada ya wiki 2 unamwaga maji. Baada ya wiki 2 unamwaga maji. Mgomba wako inaenda vizuri bila wasiwasi. Hutakuwa na dosari yoyote katika shamba lako. Sipokuwa tu uwe katika shamba, uwe mara kwa mara unaliangalia, unacheki vipi. Maana kuna migomba mingine utakuta labda imefifia. Kama imefifia, unajua kwamba kuna dosari chini. Na mbolea, hakikisha mbolea umeweka kila shimo. Weka mbolea kama ni ile ya vumbi, weka mbolea debe 3. Uchanganye na udongo ndio ufunike mgomba wako. Ya vumbi ni aina gani hiyo mbolea? Ya vumbi ni ile ambayo inayotoka kwenye maboma ambayo ng'ombe zimekanyaga, ambayo imekauka kwenye boma kule, unachota tu, unakuja unachanganya kama udongo ndani, kama mchanga na cement. Unachanganya ile mbolea. Unavyochanganya hivyo sasa ndio. Na ya takataka tunayosema takataka ni ile ambayo ng'ombe ambazo ziko kwenye tope. Yaani ile mbolea unakuta ina tope. Ile mbolea ya tope haiwezekani kuchanganya. Inachanganywa kwa shina, natakiwa tutumie ile ya vumbi. Ile ya vumbi sasa ukishachanganya inakuwa moja kwa moja imekuwa nayo vumbi kama ile vumbi la udongo. Ndio sababu tunaitumia. Ya takataka sasa hiyo ambayo ina majani unakuja unatandika juu ya mgomba baada ya kuotesha mgomba yako. Na je, kuna wengine hawatumii mbolea za ng'ombe, kuna wengine wanatumia mbolea za kisasa. Je, inaweza ikaleta labda katika uzalishaji pale unapoanza kuchimba mashimo yako, unapanda mbolea na unapanda migomba, na unapoweka labda mbegu za kisasa, inaweza ikaleta madhara yote kwa wakati huo? Kwa kweli haiwezi kuleta madhara. Isipokuwa inaenda vizuri tu, kuwe na maji. Lakini vile vile katika mwelekeo mzuri sana ukitumia mbolea ya samadi kabla ya kutumia hiza kisasa ni nzuri kuliko hii ya kisasa. Unakuja kuweka tu baadaye, baada ya mgomba umeshaanza kujitegemea, unaweka ile ya kisasa. Lakini ile ya kienyeji, hii mbolea ni nzuri kuliko katika migomba. Maana migomba inapofuata mizizi yake inafuata mbolea, inatafuta mbolea, iko juu. Mizizi yake haiendi chini kama mizizi ya miti. Ndio sababu unakuta ukitandika mbolea ile mizizi inapoanza kutafuta chakula inafuata ile mbolea. Na ndio sababu tunasema sana mbolea ya samadi ni nzuri kuliko. Baadaye ukishatumia ya samadi, ukija ukitumia hii ya kisasa, mgomba wako unakubali vizuri sana. Ushauri mzuri sana katika migomba kutumia mbolea ya samadi. Usile kama umeona kwamba umekosa, tumia tu ya kawaida. Hii ya kisasa ndio unaenda hivyo. Lakini ushauri mkubwa, tumia mbolea ya samadi, ndio nzuri katika migomba. Katika migomba yetu tunayootesha kuna ndizi aina nyingi. Kuna ndizi ambayo inaitwa mchare. Mchare vile vile usipendelee sana katika mgomba wako
otesha wastani, usioteshe nyingi sana. Mchare katika uzao wake, ukishazaa mchare unachukua mpaka ukomae, unachukua miezi 9 ndio uwe mchare kweli umekomaa. Kuna ndizi hii nyingine Kimalindi. Kimalindi ni miezi 6. Ni miezi 3. Miezi 3 hiyo unakuta Kimalindi kimeenda vizuri sana katika kukomaa kwake. Kuna ndizi nyingine wanaita Kinguruwe. Kinguruwe inaendana na Kimalindi, ni miezi 3. Na ndizi nyingine tunaita ndizi Bukoba, ambayo kwa jina lingine wengine wanaita matoke. Matoke ni yani ni rahisi mno. Ile laini ile ni rahisi sana, ile inakomaa mapema sana. Kuna ndizi nyingine inaitwa kwa jina nasikia tu wanaliita sana kitarasa. Kwa jina Kiswahili ile kitarasa ile sijui jina lake kwa Kiswahili, lakini najua kwamba inaitwa kitarasa. Hii kitarasa ni nzuri tena sana, ni muda mfupi, na kupika kwake nayo vile vile ni muda mfupi. Ile unachemsha tu kama mtu anachemsha uji, dakika imeisha hivyo. Ambaye ndizi hizo ndio nimewahi kuziotesha hapa. Nimeotesha mchare, matoke, Malindi, Kinguruwe, ndio ziko katika mgomba huo wa kwangu. Na ndizi hizo ni ndizi nzuri sana, na ndizi zinasaa sana zikiwa katika utaratibu wa kuangaliwa vizuri. Kama unaziweza zile ndio ndizi ambazo zinatakiwa, na ndizi ndio ndizi ambazo ziko sokoni. Ndizi hizo sokoni ndio zinatafutwa. Hizi nyingine sana za kubabaisha tu, maana unakuta ile mgomba kuna nyingine wanasema za pombe, zile ndizi nani ng'ombe zile. Sasa zile ni tofauti. Ukitaka kuotesha mgomba wako unaotesha ndizi hizi aina 4. Matoke, Kinguruwe, mchare na kitarasa. Ndio watu wanaipenda sana katika biashara za sokoni. Hizi ndio zina kutoa sokoni vile vile. Na ndio nimeziotesha katika shamba hili. Na ndio naziangalia. Hizo nyingine kwa kweli siwezi kuambia hivi tu, sokoni kutajia ambazo ziko kwenye soko. Na ni ndizi gani ambazo zinafaa labda kwa biashara, kwa kula, ambazo tunapita mitaani na magengeni tunakula sana? Ndizi gani? Ndizi ambazo zinatufaa kwa biashara katika kula sana nazo kutajia hapa, inaanza matoke, inaanza Malindi, inafuata mchare, inaenda matoke, inaenda kitarasa, inaenda Kinguruwe. Hizo ndio zinafaa kwa kula. Ndio zinafaa na ndio zina soko katika kutembea masokoni. Na ndizi ambazo zinafaa kwa yani kukaanga, sababu kuna ndizi ambazo watu wanakaanga sana, ni ndizi gani? Ndizi zinazofaa kukaanga sana tunaenda kwenye Malindi na mchare, ndio nzuri za kukaanga. Na Kinguruwe vile vile vinaendana. Matoke watu wengine wanaipenda, lakini sipokuwa matoke wengine wananani zaidi kutokana na ulaini wake, laini sana ile matoke. Kitarasa ni laini sana. Ile ukiweka kwenye mafuta tu dakika unatoa. Kuna wengine wanazipenda, kuna wengine ambao wasipende. Lakini wanazozingatia zaidi naona kwamba ni Malindi na mchare ndio wanazipenda zaidi katika kukaanga. Changamoto ya migomba, kuna kazi moja kwamba unatakiwa uelewe haraka sana katika changamoto hii ya mgomba yako ambayo umeotesha. Kuna mpangilio wa migomba. Kuna shina utakuta limetoa limezaa limetoa watoto wengi sana katika shina. Ile shina unatakiwa utembee na kitu moja ambayo inaitwa chumbua, kupunguza wale watoto, ili yule mama yake yule apate nguvu ya kuzaa. Ukiacha watoto wengi zaidi, ile migomba utakuta imekuwa kama miwa. Unatakiwa uipangilie, wakisha hii umeacha na mama yake, hii ni ndizi ambayo itakayoendelea baadaye kutoa ndizi. Unaenda hivyo katika muda wako unayotembelea shamba. Yaani ile mgomba hakikisha kwamba umeacha 2 3.
Ikiwa migomba kwenye shina moja limekuwa na migomba 6, 8, 9, ule mgomba kwa kweli kuzaa kwake unakuwa ni wa shida. Kindizi chake kinakuwa kidogo, kinaweza kuwa kindizi cha vichane viwili au kichane kimoja, au vile vindizi vinatukua vindizi vya ajabu ajabu, hata kumenya unasema vindizi hivi nitamenya kivipi? Sipokuwa kama iko katika mpangilio mzuri, katika kupangilia kwako, mgomba wako unakuwa na ndizi kubwa sana katika uzao wake. Kwa hiyo lazima upite kwenye mgomba uangalie mgomba wako sawa sawa iko vipi, hapa mgomba imezidi kivipi, hapa mpa kupunguza, hapa mpa kufanya hivi, hapa nipoenda hivi. Ukishajua hivyo, mgomba wako unaenda nao vizuri. Sipokuwa tu ushauri mkubwa sana, uhakikishe huo katika mpangiliaji huo kwamba unapangilia ile migomba. Uhakikishe kwamba unapangilia, unamwacha yani mama yake na mgomba miwili midogo ambao unaendana. Utakaofuata mama yake katika kuzaa, unakuja mwingine unakuja kumfuata ndugu yake hapo katika kuzao. Unaenda na hivyo hivyo katika mashina yako. Na mara kwa mara usikubali kwamba shina lako la mgomba limekuwa leupe hakuna takataka pale. Maana mgomba sana sana unatakiwa kivuli chini. Yaani takataka pale inafunika ile ardhi, jua likiwa limewaka likali, ardhi inabaki na unyevu. Basi ardhi ikibaki na unyevu, ndizi vile vile inaenda vizuri. Na ndizi inanenepa vizuri. Lakini ikiwa kwamba imebaki tu wazi, chini hamna takataka yoyote, ile ndizi kuzaa kwake na hata kukomaa kwake na komaa kwa kazi, unakuta ndizi imekuwa ngumu sana katika kumenya hata kupika. Kwa hiyo ndio tunashauri kwamba mgomba kama hii unatakiwa utandike matakataka juu ili kwenye hifadhi umande chini. Ikihifadhi umande chini, mambo yanaenda vizuri sana. Bila hivyo kwa kweli migomba utakuwa kila mara kwa mara unasema mgomba wangu imedhoofika. Gomba imekosa kivuli chini, yani cha kuweka unyevu. Ule unyevu wa usiku ule umande wa usiku ambao unapita, ile baridi ya usiku inaweka unyevu chini, inapandisha chini inaweka unyevu. Kwa hiyo ndio sababu tunasema kwamba lazima utandike matakataka kwenye mgomba wako, hakikisha umeenda naye vizuri katika mpangilio. Fuata mgomba wako mstari kwa mstari, hakikisha mgomba yote umetandikia takataka, na mgomba wako itakuwa inaenda vizuri, na mpangilio kung'oa ile migomba hakikisha unaenda nayo kwa mpangilio vizuri katika kung'oa vizuri. Na mpangilio ile katika kung'oa vizuri, hakikisha umepata fundi ambaye anajua kupangilia ile migomba. Sio mtu tu anaenda kupiga tu, maana hajui mgomba huu ni hovyo au mgomba huu ni mzuri, atakuwa anang'oa mgomba wako na kuwa na haribu. Lazima utafute fundi ambaye ni muelewa wa migomba, anapangilia mgomba wako, ndio mgomba wako unaenda vizuri. Bila hivyo ni uongo. Ndio tunashauriana hapo, tunasema kwamba mgomba una kazi nzito sana katika kuangalia. Ukisema muotesha tu umeacha, na utabaki hivyo hivyo tu, hautaenda. Kwa hiyo ndio sababu tunakuwa tunatandika matakataka huku, mbolea tukipata mbolea tunatandika mbolea kama kawaida. Kulima nyasi usiwe na nani sana, na ile nyasi unayolima ile kama ni refu unaing'oa unatandika kwenye mgomba wako, inakuwa inakaukia kwenye migomba. Hapo ndio ushauri ambao tunaweza kuwa nao katika migomba kama hii. Kama hujaenda na vizuri katika mpangilio wa mgomba, huwezi kulima mgomba. Na changamoto nyingine ambayo mnapitia, yani inawasumbua sana, ambayo muda mwingine mnafikia mpaka mnataka mkate tamaa, changamoto gani kubwa? Changamoto moja kubwa sana katika mgomba ambayo inatutesa, kuna wadudu ambao wanapekecha shina la mgomba, na wanapekecha chini, sio juu, wanapekecha ile shina kule chini. Sasa ukiling'oa, ukilipasua lile shina, wao wadudu unawakuta kule ndani. Wadudu unakuta kichwa chake cha njano, dudu mwenyewe ni mweupe, huko ni mweupe, kichwa ni njano. Wadudu wale wanaharibu sana migomba, wanaharibu sana. Na wakisha ingia kwenye shamba, ni afadhali, yani kama shamba limeshatawaliwa na wadudu hao, ni afadhali ung'oe moja kwa moja. Kisha ng'oa moja kwa moja, aotesha kitu kingine. Maana wale wadudu wako chini kwenye ardhi, hao bado hajapata sumu ya kuwaua. Kama utakuwa na sumu, wale mgomba wako haitasumbuliwa na wadudu hao. Na miaka iliyopita, kuanzia mimi niliangalia tu nikaona kwamba kuanzia mwaka 74 ndio nilianza kuona kazi za wadudu wa migomba. Baada nzuri tulikuwa na bwana shamba mmoja ambaye
Alikuwa mzuri sana yule bwana mashamba. Alikuwa anakuja na kufundisha, anakuambia hebu angalia mgomba huu, ngoa mgomba huu. Unakuwa unaungoa, ukishaungoa unakuwa naye pale anakuambia katakata, pasua. Unapasua, unachukua ile shina unalipasua, unachana, unakuta wale wadudu. Ukishakuta wale wadudu, unajua kwamba huyu ni mdudu fulani ambaye ndio anapekecha hao na huyo mgomba. Sasa pale anakupa dawa, anakuambia dawa hii unatoa takataka yote iliyoko kwenye shina pale. Unakoroga ile dawa. Kwanza ile dawa sana ilikuwa kama punje vile. Unanunuzia kwenye ile shina. Unaenda shina lingine unanunuzia tena. Unaenda kwenye shina lingine tena unanunuzia tena. Ukishanunuzia hivyo, kama kuna mvua, ile moja kwa moja inashuka mpaka kwenye ardhi chini moja kwa moja. Kisha shuka chini, wale wadudu wakija sasa wanaingia kwenye mgomba kupekesha migomba, wale wadudu wanakuwa wamekutana na ile dawa. Na wale wadudu lazima wafe. Na lazima mgomba wako iende vizuri. Lakini sasa hivi kipindi ya miaka hii iliyokuja nyuma hii dawa haionekani, ambayo dawa hiyo tulikuwa tunatumia miaka hiyo ilikuwa inaitwa Thordan. Thordan ilikuwa ni nzuri sana. Migomba ilikuwa inastawi kwa kweli. Lakini sasa hivi unapita nyumbani kwa mtu ameotesha migomba nakuta imeshambuliwa wadudu, imekuwa hamna kazi, imekauka, mengine unakuta majani yake yameiva, unakuta majani yamekuwa njano tu. Kisha una majani yamekuwa njano tu. Jua kwamba hao wadudu tayari wameshashambulia shina. Sasa ukiwa hata kama sasa hivi kama imeshambuliwa imeshakuwa shina limekuwa njano, ni bure. Maana hamna dawa, ni kung'oa tu kupiga chini. Naona? Ni kama pindi Mwalimu Nyerere alivyokuwa anatoa dawa kwenye vyama vya ushirika, alikuwa anatoa dawa za kahawa zile katika kulima kahawa. Walikuwa wanapewa kahawa na walikuwa wanapewa dawa, wanaenda kupiga, wanakisha shughuli zao wamemaliza, kahawa inaenda vizuri, wanavuna kahawa yao, wakipeleka kwenye vyama vya ushirika. Pale wakati unapouza, unaambia ulichukua dawa, unakupewa dawa. Lakini miaka hii sasa hivi hamna. Na ndio sababu nakuta sasa hivi mkulima, yani kazi zake sasa hivi anazifanya kwa unyonge sana. Yani hakuna mkulima sasa hivi ambaye anafanya kazi ambaye sema kwamba anapata, hamna. Kutokana na vitu vimebadilika, wanasema hata miaka imebadilika, hata unaenda na mtandao. Mtandao hii ndio tunaona kwamba imetupoteza moja kwa moja. Ukiangalia kama mtu alikuwa amezoea kupewa dawa, anaenda duka la ushirika kwenye vyama vya ushirika, anachukua dawa, anaenda kutumia shambani. Wakati wa kuuza ndio wakati wa hela yako. Hii ilikuwa nzuri sana katika miaka. Changamoto nyingine ambayo tunaipata sisi katika migomba hii ni kwenye madawa. Haya madawa wanayotuambia kwamba kuna madawa, sisi sijaona dawa kabisa ambayo inaweza kamaliza hao wadudu ambao wanakula migomba. Isipokuwa kuna dawa moja ambayo ilikuwa inaitwa Thordan. Thordan ni nzuri sana, ambayo ilikuwa imemaliza sana. Na watu wakawa na moyo sana wa kuotesha migomba. Sehemu nyingi, sio hapa tu, Tanzania nzima, ambayo Thordan ilikuwa inatibu vizuri sana katika migomba. Lakini sasa hivi Thordan haionekani. Ukiuliza kuna hao wabongo wengine wametengeneza punje vyao, wanakuambia Thordan. Ukienda kumbe sio Thordan. Unakuta ni vitu vya ajabu dawa fake ambazo wametengeneza zile. Hizo ndio zile ambazo zinatufanya kichwa ambayo yani kichwa inaharibika. Ni vitu kama hivi vya madawa ndio tunaona kwamba tunaumia. Ambaye kama tungepata usimamizi wa hizi dawa kweli kabisa, sizungukiwe. Madawa yanao sehemu zote zinazouzwa madawa zipigwe operations, ziangaliwe. Vipi dawa ni ya kweli ama ni vipi? Bwana kilimo kiwaita sasa hivi, unawafuata ofisini. Unaenda unaambia ametoka. Unaenda unaambia hajaja. Sasa muda wa kwenda ofisini leo, kesho kutwa. Unaona afadhali tu kung'oa, hamna faida yoyote katika migomba hii ambayo sina dawa. Na kitu kama huna dawa, hamna kazi unayofanya. Kwa sababu tulikuwa tunasema tu basi kitu kinachotufanya akili zinakosekana ni dawa. Na migomba baada ya muda gani ndio unatakiwa upige dawa? Au ni muda gani ambao unatakiwa upige dawa? Yaani migomba unapoona tu dalili, yani haina muda, dawa haina muda. Yaani wakati unapoona tu dalili ya mgomba umebadilika. Kila kitu ambacho ni kizima kenye uhai, ukishaona mtu amejikunja, binadamu amejikunja, jua kwamba ana tatizo. Aila na malaria au labda
anaumwa tumbo, ujue tayari huyu lazima mpeleke hospitalini uangalie kwamba ni vipi. Kwa hiyo vitu kama hivi ukiona, yani kama hujaweka dawa, hujapiga dawa kwa muda mrefu, ukiona tu dalili ya mgomba umebadilika, jua kwamba tayari huyu mgomba ni mgonjwa, anatakiwa dawa. Ndio sababu sasa tunakuta wadudu wameingia, dawa huna. Unakuja yani baada ya kukaa wale wadudu, unapoacha mgomba ule mpaka ufe moja kwa moja kabisa, unaambukiza mgomba mwingine. Baada unakuta shamba limekuwa bure, hamna kazi. Unakuta unafanya kazi bure, hamna kitu pale unafanya. Na ndio unakuta wengine wanang'oa yote, anaweza kusema anaotesha alizeti au anaotesha ufuta, lakini ardhi za siku hizi ziko kwenye matatizo tu. Kuotesha ufuta ardhi ufuta au alizeti. Vile kwenye alizeti, kwenye ufuta kunatakiwa dawa. Vitu vile dawa zinatakiwa, yani lazima dawa, kitu chochote kinacho na katika swala la kuathiri migomba, unaelewaje au unajuaje huu mgomba kuwa umeathirika? Unabadilika, labda unafanyaje? Katika migomba, ukitaka kuelewa kama mgomba umeshambuliwa, kwenye shina lake jaribu kuangalia shina lake, yani toa uchafu wote kwenye shina lake, yale marawa yale yaliyobaki, yale marawa yale. Jaribu chukua panga, yatoe. Ukikuta mgomba umepasuka katikati, umechanika. Kama umechanika, alafu kaona majani yake yamebadilisha rangi, yanakwanyuka, alafu unakuta yamebadilisha rangi, yamekuwa njano, jua tayari wadudu wameshaingia kwenye mgomba. Kwa hiyo ndio inatuonyesha kwamba mgomba huu umeshashambuliwa. Na ukienda kuangalia ule mgomba, alafu ukienda kuangalia migomba mingine, lazima utajua tu huu kweli ameshashambuliwa na mgomba mwingine iko tofauti. Lazima ujue ni nini, na lazima utatumia namna ya kuung'oa. Ukiung'oa, ukipasua, lazima wadudu utakuta ndani. Na ndio sababu sasa changamoto hii inatusumbua. Unaweza kang'oa hivyo mpaka kumaliza mgomba mzima, yani shamba zima unamaliza kwamba unang'oa mdudu huyu, na kumbe kulikuwa na dawa ambazo za kumaliza wadudu. Sasa hivi hamna. Ndio itatupa changamoto kubwa katika maisha yetu sasa hivi. Na mtu anafanya kazi kama hajiwezi, kutokana anaona hapa nafanya kazi gani, dawa hamna, ndio inatupa shida. Kuna changamoto yoyote tena nyingine ambayo unaweza kutoa kwa elizao Tanzania na wanajamii kwa ujumla? Mimi nashukuru tu katika changamoto ambayo nayoitoa kwa Tanzania. Sisi wanyonge tunaomba tuzidi kufanya bidii zaidi kupambana na vitu kama hivi. Ukisema maacha moja kwa moja, wewe utaenda wapi? Hela una. Kitu ulikuwa unategemea ni hapa. Eka vipi na huu mradi wa kilimo cha ndizi? Hapa katika kilimo cha ndizi, katika kunufaika kwake hapa, mimi naona raha yangu pale, napata chakula pale. Chakula zangu natumia hapo, na napeleka sokoni, napata pesa kidogo ya matumizi nyumbani. Hapo kama una mafuta unaweza kauza kandizi kako hapo, unapata pesa ya kununua mafuta, chumvi na vitu vingine ambavyo unavyotumia nyumbani, sabuni, unapata hapa kwenye mgomba. Ndio sababu tunapigania hapo kwa udogo wetu, ingalau tusonge mbele. Ukikaa hivi utaenda kuchukua wapi bila hivyo? Ndio sababu tunasema migomba inasaidia sisi binadamu sana wa Tanzania. Tukienda nayo watoto wanafaidi pale. Ndizi mbivu kwenda kununua sokoni, kama haiko na mgomba pale, una ndizi unakata pale, unafundika watoto pale wanapata ndizi mbivu pale, vile wanaburudika, mambo yanaenda. Na upande wa masoko umekaaje? Kwa kweli upande wa masoko siwezi kukadiria. Kwa sababu gani? Kitu kama masoko ndizi, unaweza kwenda leo unakuta ndizi imeshuka sana, unaweza ukaenda kesho ukakuta labda soko imepanda kidogo. Kuna siku nyingine unaenda unakuta soko ndio imekuwa chafu kuliko, na utarizika nayo, maana hutaweza kurudisha. Ile ni kitu inaoza, ni kitu inaiva, inaoza. Unabidi kwamba uuze kwa ile bei uliyopata sokoni, urizike, urudi zako nyumbani. Ndio hiyo changamoto ambayo tulioko nayo. Na video baki nyumbani, ile video baki nayo nyumbani, hiyo unaendelea kula, watoto wanaendelea kupata chakula kama kawaida, kitafuniwa wanapata hapo.
Ndio changamoto yetu ambayo tunakimbizana nayo. Washauri nini wa Tanzania na jamii kwa ujumla na vijana ambao wanatamani kufanya hii kazi ya kilimo cha ndizi lakini hawajui waanzie wapi? Kwa sababu sasa hivi wanasema unasoma lakini ajira ipo nini mikononi mwako. Unawashauri nini? Kwa kweli ndugu zangu, mimi napenda sana kushauri katika sisi wa Tanzania wote. Kazi ni kazi. Mtu usiogope kazi useme sijui nimeshindwa au kwenda kufanya sijui nini. Kazi hizi tunazofanya zina siri kubwa sana ndani ya hizi kazi. Maana yake unapofanya kazi ndio unapata kula. Yaani mradi wako pale unajilipa mwenyewe. Hakuna mtu mwingine anayekulipa. Unajilipa mwenyewe. Kazi kama hizi unatakiwa ingalao sisi wa Tanzania usiogope. Uoga wako ndio unakupa umaskini. Kitu chochote unachokiona machoni mwako, kama una shamba kubwa, una shamba la namna gani, hata kama ni ndogo, jaribu kuotesha kila kitu. Mgomba otesha, mahindi otesha, yani kinachoota wewe jaribu shambani kwako, waangalie unafika wapi. Ukishaangalia unafika wapi, ukishakamata jembe, na unasema mshika jembe hafi njaa. Sasa katika Tanzania hii sasa hivi tumeona vijana wengi wapo kazi hawataki. Wako kijiweni sai wanagongeana bangi, wanagongeana sijui sigara. Sasa ukimuona pale alipokaa tangu asubuhi mpaka saa 10, sijui ataenda kula wapi. Hii katika maisha yake, katika kutafuta, anasema kwamba nataka nipate hela tufanye. Ile kusema kwamba natafuta hela na huko kijiweni kutwa nzima, lazima uwizi ufanike. Vile vijue vile, wewe utaki kazi, mwenzako aenda kafanye kazi, wewe mngoje, baadaye usiku umeingia ndio uende kanyemelee kuiba. Ni kama sisi wakulima wa ndizi. Unaona ndizi imekomaa unaacha hapo, unasema hii kesho pengine inaenda hivi hivi. Unakuta mwenzako amekupitia usiku, amekata ameenda kuuza. Na hao unakuta ni hao vijana ambao wako kwenye vijue masaa 24. Wako kwenye vijue, wengine hawalali nyumbani. Wengine wako tu kwenye vijue, wamelala pale kucheka, kuzungumza, fanya hivi, fanya leo tuende tumtembelee nani? Tuende kwa mtu fulani, niona hapa kitu fulani. Ndio wanakuja wanaingia, kama ni ndizi, kama ni kuku, kama ni mbuzi, twende. Wamebeba. Baadaye akipatikana huko, akikungutana huko, lazima uwe mndani mvivu wa watu wewe, lazima uwawe. Maana mwizi sasa hivi, mwizi ni mbaya mno. Mwizi akiingia kwako na kumaliza. Sasa hapo tunasema Watanzania, ndugu zangu, tushauriane ukweli, tuingie katika kazi. Tufanye kazi. Yaani kazi haikuui. Ukiingia kazini lazima upate chochote unachotafuta pale utapata. Tuseme kwenye ndizi, unakuta vijana wengi wanaingia kwenye ndizi wanaiba. Wanakata ndizi usiku, wanapeleka kesho yake wanapeleka sokoni. Hujui ndizi imeelekea wapi, utaenda kutafuta ndizi wapi? Ndizi una alama gani nayo? Kumbe wenzako wameshapita nayo. Hata ndugu zangu nawaambia kabisa Watanzania wenzangu, tujaribu kufanya kazi kwa bidii kwa wote. Tujaribu kila namna. Mungu atakupa tu. Usio kwamba unasema naenda kuvizia kitu fulani. Kwa sababu sasa hivi Watanzania, sasa hivi vijana wengi wamekuwa wezi. Mara kwa mara unasikia huyu amewawa, ameiba kitu fulani. Huyu amewawa, ameiba kuku. Sasa tangu uende kaibe kuku wa shilingi 10,000, ungekuwa umeenda kwenye kibarua asubuhi mpaka saa hizo ndio uenda kukaa kwenye kijio, ungekuta umeshapata kwako ya mfukoni. Kwa hiyo Watanzania, naomba sisi wote wa Tanzania tujaribu kukamata jembe. Mimi sio msomi. Usomi wangu ni jembe. Ndio nimebaki nalo. Hata kama ukiniambia kwamba umeenda chuo, nitakwambia kweli niko kwenye chuo. Nikipata ndizi 2 3 pale mgombani, niko kwenye chuo. Maana najilipa mwenyewe. Sibukudhiwi na mtu yoyote. Kwa hiyo Tanzania, naomba tuangalie sana wanaposema mbuzi ula urefu wa kamba yake, na sisi vile vile tujitahidi. Kamata jembe, twende kazini. Uvivu ndio unatupa umaskini. Na ndio unatutuma kuiba. Wewe Tanzania, ndugu zangu, usiwe muoga katika kilimo, katika kazi, usiwe muoga. Tuende wote. Wewe tafuta tu utapata. Na ukienda kwa mtu mwenzako, kwa jirani mwenzako, unamwambia, jamani, nimefanya hivi na hivi, nimekwama, naomba unipe namna ya kuishi leo. Hata akupa, manaka anakuona nao na bidii ya kutafuta, lakini umeshindwa. Hata kuona kijiweni kutwa nzima, atakupa nini? Mimi niende kwenye kazi tangu asubuhi mpaka saa 12. Wewe uje kwangu uje kaniombe unga wa kula leo. Nitakupa kweli? Haiwezekani. Ndio sababu naambia Watanzania, ndugu zangu, tujikaze. Tujikaze na tuombe namna ya kupata ufafanuzi zaidi.
Na bwana mashamba waliopewa kazi ya mashamba na nini wajaribu kutembelea watu nyumbani. Zamani walikuwa wanatembelea watu nyumbani na anakuja anakupa ushauri, fanya hivi, fanya kama nikuotesha mahindi unaambia otesha hivi, otesha futi kadhaa hivi na hivi. Lakini siku hizi unafuata ofisini unaambia hamna. Tunaomba Watanzania tulie sana na hii kitu, serikali tusaidie katika vitu hivyo. Kwa hapo unashauriji serikali? Yaani serikali, nilikuwa naomba serikali tu iwe macho na sisi wakulima wadogo wadogo, itusingatie kitu inayoitwa dawa, ndio kitu kikubwa zaidi. Ijaribu kupiga vita hizi dawa zinazokuja feki katika maduka. Maana unaenda kununua dawa gali, unanunua lita moja shilingi 40,000, 50,000. Unakuja kupuliza hamna kitu. Unakuta yani afadhali ungetupa ile pesa. Maana sasa kama utapiga mahindi dawa kwa wiki moja nzima, unapiga mahindi dawa, upige Jumatatu, uende kapige Jumatano, uende kapige Jumamosi. Hiyo ni dawa gani ambayo inaweza kumtunza Mtanzania kweli aende mbali? Kwa hiyo tulikuwa naomba tu serikali tuangalie kwa macho mawili. Ijaribu kutusingatia sana sisi wakulima. Hizi dawa za pembejeo kilimo, wajaribu jamani, wajaribu. Tunawaomba. Na tunamwomba rais wetu tu ajaribu tu kupitisha msako mkali katika hizi dawa feki. Maana unaenda dukani unakuta lebo ni ile ile kweli, unasoma expire yake, unasoma unakuta sio dawa. Kuna booster ambazo wametoa booster za kuboost mahindi nini, migomba yaende vizuri. Unasema kwamba umenunua booster, kumbe umenunua dawa nyingine. Wengine wanatwanga majani, wanachanganya vitu vidogo hapo ndani, kumbe umenunua mboga za majani, umetonga umechuja, wanakuambia ni booster. Sasa kitu kweli sisi wa Tanzania tunaumia mno. Tulikuwa naomba tu serikali iwe macho na sisi, ituangalie katika dawa. Maana bila dawa kweli kilimo upati. Tulikuwa naomba serikali tu tuangalie, itujaribu kwa namna zote. Tunalia na serikali tu itusaidie. Unaweza ukawaambia Watanzania, jamii na watu wanaokufuatilia kwa wakati huu kwa kupitia Dongo Media TZ, labda wakaribie, wanaweza wakapata labda ndizi na vitu vingine? Katika ndizi kwa kweli mtu akiwa karibu kadhaa kabanga anataka ndizi, anaweza kuja anapata ndizi 1, 2, 3 katika udogo jinsi zilivyokomaa ni hivyo. Tunatembea nazo kidogo kidogo. Mtu akija ananunua ndizi anaondoka nayo. Hamna shida. Nawakaribisha sana. Waje angalie ndizi ya mwenye. Ndizi inaenda na bei, ukubwa wake, inaenda na udogo wake mpaka ukubwa wake kwa bei. Kwa hiyo mtu asiogope. Ili unakuja unazungumza, tunaelewana na katia. Kwa kweli kwa namba za simu hapa ukiwa unanitafuta kunipata kwangu, unapata namba za simu ni 07 62 56 74 41. Kwa namba ya Tigo ni 07 10 10 38 50. Bwana wanapatikana Dodoma Iyumwa. Eneo ukifika tu Iyumwa ulizia Chang'ombe kwa Masawe utampata. Huyu ndo mzee Masawe mwenyewe, ndo kama unaona mandhari yake. Anajihusisha na shughuli cha kilimo cha ndizi na kilimo chake ukiangalia kimeenda vizuri. Ukitaka mengi usisahau kufuatilia Dongo Media na vipindi vinavyoendelea. Usisahau kusubscribe na comment na kushare.